sababu dini yenyewe imekuwa ni nasaha, ad-dinu nasiha. Bal fadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin. Sasa tupo hapa inshallah kukumbushana, na sote ni wakumbushwa, na mzungumzaji mara nyingi huwa ndio mnufaikaji zaidi katika upande wa dini. Tatoa mfano, unapokuwa unafua nguo bisabuni au ghairi, yule mfuaji kusudio lake ni kuondoa uchafu kwenye nguo, lakini mwisho kabisa anakuta kwamba baada ya kuwa kafua zile nguo zimetakata, zimekuwa safi, ndipo hapo na yeye anakuta mikono yake iko safi. Lakini lengo haikuwa ni kusafisha mikono, lengo lilikuwa ni kusafisha zile nguo. Ndio hii aya Mwenyezi Mungu anazungumza, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Manake katika kukumbusha kwenye utakaso wa nafsi yako kwa wewe mzungumzaji, lakini pia kwa wanaofikishiwa. Inshallah kheri, tulianza na utangulizi wa kauli hizo za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa tupo katika majali hiyo ya wanafunzi. Mimi na nyinyi pia tutazungumza kunako huko majali hiyo ya ilmu, kwa sababu tunatafuta, na mtafutaji huwa anatafuta mbinu tofauti ili afike katika malengo. Mwenyezi Mungu atujalie inshallah tufike katika malengo katika kutafuta elimu hii. Wanafunzi wenzangu, talabul ilm, kutafuta ilmu ni fardh, na hii ni fardhun ain. Mashekhe zetu wa kila mmoja ni juu yake kutambua, kujua huyo aliyemuumba anataka nini baada ya kuwa kamuumba, aishi vipi, na ikibidi pia ajipendekeze vipi kwa kutumia elimu yake. Kwa hiyo tufahamishe sana, na utukufu wa mwanadamu unaanza hapo. Iza ya mwanadamu inaanza hapo. Tofauti kati ya huyu na huyu katika hao watu ni kwamba huyu ana ilmu, huyu hana ilmu. Hali ya sawiani mathala. Hivi ni kweli hao watu wanaweza kuwa sawa? Na tunajua inapokuja istifhamu katika Qur'ani na muradi nini? Sheikh Salim Babaji Allah muhifadhi alikuwa akitupitisha katika balagha. Kuna muda inakuja ni kwa maana ya inkar, kuna muda inakuja kwa maana ya tambii, kuna muda inakuja na kwa maana ya hivyo, manake ni kiulizo, manake inakuwa vipi katika majalu ya ilmi. Ni mfano wa huyo ambaye anaishi katika taa. Yani ikiwa masabihi hadi yatazimwa mataa haya, nafikiri mtaona mazingira yanabadilika pia, au sivyo? Haiwezekani wakawa sawa wanaojua na wasiojua abadan. Na ni mfano ambaye anayetembea katika giza na ambaye anayetembea katika mwanga, nuru. Hali yasawiani mathala. Manake kuna hatari kubwa katika kutembea kwake, ya ima asifike anakuelekea, ima kwa kupotea, au akafika akawa na majeruhi, kaumia, kanyaga vitu vibaya labda, au labda kafika lakini akiwa na wasiwasi mkubwa sana, kwa sababu upo katika giza. Na ndicho kinachotokea kwa mtu asiyekuwa na elimu. Ama kwa wewe ambaye upo katika majari,
maanake unaishi katika mwanga. Utajua hichi ni kizuri kinakuja nikichukue, hichi ni kibaya ni hatarishi niepuke nacho nikiache. Kumbe haitakiwi nikae hapa, kumbe haitakiwi nizungumze hapa, kumbe haitakiwi, kumbe. Kwa sababu upo katika nuru. Utukufu wa mwanadamu tukazungumza unaanza hapo. Katika aya hii unaona namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawapandisha daraja wanazuoni na hawajafika huko kabla, hawajapita katika mazingira haya.